Shirika la kiserikali la Kenya National Commission of Human Rights siku ya leo katika kaunti ya Kisii pamoja na NYAMIRA wamekuwa wakifanya kikao katika eneo la Kisii kutathmini mauaji pamoja na misukosuko ambayo imekuwepo kati ya jamii katika eneo hilo. Mkutano huo ambao umekuwa ukiendeshwa na shirika hilo kwa muda wa juma moja sasa umekuwa ukikusanya maoni kuhusiana na makasiriko na pamoja na mienendo ambayo imepelekea maafa kutoka katika eneo hilo. Viongozi mbalimbali waliojitokeza katika eneo hilo walisema kwamba kuna hitaji la lazima na ambalo linafaa kuangaziwa ili kutathmini uwezo wa kupunguza mauaji hayo. Kenya National Commission on Human Rights, na tumekuwa sehemu ya Kisii kuanzia Jumatatu hadi leo. Hii ni siku ya 4 na tumekuwa na wakati mzuri na viongozi wa sehemu hii. Leo haswa tumekutana na religious leaders both from Christian and Muslims, na tumekuwa na kikao kizuri. Tumejadili mambo mengi kuhusiana na jinsi ya kuimarisha haki za binadamu katika Kisii County na NYAMIRA. Na yale tumeweza kujadili, tumeweza kuongea pia na professionals, tumeongea na wao na jinsi ya kuweza kuja na suluhisho ili mambo yale yamekuwa yakifanyika katika sehemu hii, mambo ya kunyanyasa wajane, mambo ya kuchapa watoto au kuua watoto, mambo haya yote tumeweza kuongea na tuko na mwelekeo ambao nina imani kwamba inaweza kutusaidia katika kuhakikisha kwamba haki za kibinadamu katika Kisii County, NYAMIRA County na sehemu zingine zote za Kenya zinaweza kuimarishwa. Matumizi ya dawa ya kulevya, hayo ndio yamechangia kwa kiwango kikubwa katika kuleta mafarakano katika jamii. Kuna mambo ya shamba, watu kuwa na conflicts katika mashamba, na haya yote ndio imechangia. Kwa majina naitwa Nyaramba kutoka Young Women Democrats. I want to first say thank you for it is worth the meeting. Wakati tunaongea about human rights, we are not talking about the rights of those that already been killed and been violated. We are talking about the rights of everybody as a community. We are talking on behalf of everybody. Awe mtoto wa miezi katika tumbo la mamake na awe mzee mwenye amefikisha 99 years. Everybody has a right to live. This is Rael Otundo. We appreciate the coming of the commission to Kisii, and we are asking the commission to ensure that we have a branch within Kisii, because in Kisii here we have a lot of violation of human rights. Number 2, as a politician, I also want to say that we have a violation of rights against the women politicians in this county, to an extent that even women politicians in this county, they don't get, in case they lose in elections, they don't get even jobs. Viongozi wa kidini nao walisema kwamba kuna la lazima pia ambalo linafaa kuangaliwa kutoka kwa washikadau mbalimbali pamoja na serikali kwa ushirikiano ili kutathmini na kupelekea uwezekano wa kumalizika kwa visa kama hivyo. Nashukuru sana kwa kikao hiki. Mimi ndio chairman secretary wa Supreme Council of Kenya Muslims katika Kisii County. Kwa hakika masuala haya ya mauaji yamekithiri sana katika mji wetu wa Kisii County. Sababu kubwa ni kwa sababu kwa hakika watu wamekiuka maadili na wameenda kinyume na mafunzo ya Mwenyezi Mungu. Amri 10 ya Musa inashika kwa Waislamu, Wakristo na Mayahudi. Na hii ndio inafaa kuwa sheria. Tunaambiwa tusiue, tunaambiwa tusiibe, tunaambiwa tupendane kama jinsi tunavyopenda wenzetu tunavyojipenda sisi. Ikiwa haya yote watu wameweka kando, ndugu zangu, dunia itakuwa si pahala pazuri pa kuishi. Walisema kwamba jamii inafaa kujiandaa katika mazungumzo pamoja na kuja pamoja kwa kuinua hali ya kimaisha ambayo imekuwa ikizorota kwa kupelekea viwango mbalimbali vya miaka vya vijana kuja katika kutathmini maisha yalivyo.
Wamesema kwamba mikutano kama hii itakuwa ikiandaliwa na shirika hilo kwa kushirikiana na serikali kuu pamoja na zile za kaunti pamoja na mashirika mbalimbali ambayo yatashirikiana ili kuepusha maafa ambayo yamekuwa yakishuhudiwa katika kaunti ya Kisii na Nyamira. Mposhi na hudumu katika kanisa la Kiinjili la Kilutheri hapa Kenya. Leo hii tumekuja katika kikao hiki ambalo ni kongamano kati ya shirika la kutetea haki ya binadamu pamoja na mashirika ya dini ya Kiislamu na Kikristo na washikadau wengine. Hasa masuala ibuka ni kwamba katika jamii zetu kama kanisa tumeona kwamba tunataka tusisitize mafundisho zaidi juu ya neno la Mungu na pia maadili mazuri. Na tukaona ya kwamba sisi ni Waafrika na Wakristo wa Afrika ambao tunaamini Mungu. Tumeona kwamba katika jamii zetu maadili yetu ya kitamaduni imezembea sana, kwa sababu vijana wetu siku hizi wanakuwa bila kujua ni jinsi gani watakavyoweza kuishi kama wanaume ama kama wasichana katika maadili mazuri yenye heshima ambayo haitaweza kuleta taharuki katika jamii zetu. Na tumeona ya kwamba na kwa sauti moja kwamba tunahitaji tushikane na washikadau wengine, tuone kwamba tumefundisha watu wetu waepukane na